David alipotoka kwa Vanessa, maneno yake yaliendelea kuzunguka kichwani kwake. Kama huna pesa, tafuta njia nyingine ya kuweza kunipatia pesa. Alitembea bila hata kujua alikuwa anaelekea wapi. Kila hatua aliyopiga ilionekana kumpeleka kwenye mawazo mazito zaidi. Alijua Vanessa alikuwa ameshamzoesha maisha ya pesa. Sasa kila alipokuwa akikutana naye, alikuwa akihitaji pesa. Na David ambaye tayari ameporomoka kiuchumi, alikuwa amefika mahali ambapo hana hata thumni. David alikuwa akijisemesha peke yake, mimi nitapata wapi pesa nyingine? David alikuwa akijiuliza kichwani kwake. Alikaa kwenye gari lake na kuanza kuwaza. Ghafla, jina moja likamjia kwenye akili yake, Judith. David alikaa kimya. Judith bado alikuwa akimpenda, bado alikuwa akimwamini, na muhimu zaidi, David alijua kwamba Judith angeweza kufanya chochote kumsaidia. Wazo hilo lilianza kumjengea mipango. Labda nikimwambia Judith nina tatizo la kifedha atanisaidia. Lakini David hakutaka kuomba pesa moja kwa moja. Alianza kufikiria namna ambayo angeweza kumshawishi Judith ili aweze kupata pesa hizo. Usiku huo huo David alimpigia simu Judith. Hello Judith, kuna jambo limenitokea. Judith alipokea simu kwa hofu. David, ni jambo gani tena? David akavuta pumzi ndefu na kuanza kuigiza kama mtu mwenye matatizo. Biashara yangu imeingia kwenye malalamiko makubwa. Nimekwama sana. Judith bila kufikiria sana akamwambia, usijali David, kama kuna chochote ninachoweza kufanya, basi nitafanya ili tu nikusaidie. David akatabasamu kimya kimya. Maneno yale ndiyo aliyokuwa akiyasubiri kutoka kwa Judith. Lakini Judith hakujua kwamba msaada wake ulikuwa unaelekea kumsaidia mtu ambaye amekuwa akimsaliti. Na alikuwa anazidi kujiingiza kwenye matatizo kwa ajili ya kumsaidia David. Lakini kama wahenga wasemavyo, sikio la kufa halisikii dawa. Na siku zote mchuma janga hula na wakwao. Na hiko ndicho ambacho kitakwenda kumtokea Judith. Ingawa alikuwa anajua David anamsaliti, lakini moyo wake uligubikwa na upofu wa mapenzi yake kwa David. Hivyo aliendelea kumpatia pesa David, na hata wakati mwingine alilazimika kwenda kukopa kwa sababu uchumi wake ulikuwa umeporomoka na vitu vyake vyote vya thamani alikuwa amemaliza kuviuza. Je, ni kitu gani kitakwenda kutokea katika sehemu ya 16? Kaa na mimi tuburudike pamoja.